Limefunga wengi katika dunia na vingi vitimbi, kufuri. Wapi mwanetu? Ni mpaka ananikazia. Asikupe shida mpenzi. Huyu ni usubiri wangu. Si unajua dada kazi sasa hivi anasumbua. Kwa hiyo nimeamua kumwajiri huyu. Hawezi kufanya usafi kwa ndani. Fresh mwanetu, kaza mwanangu, unajua kazi yenyewe jao. Wewe, naomba unisikilize kwa makini. Sawa? Huyu mwanaume unayemwona ndani ni mpenzi wangu. Na ndio anayenipa pesa mpaka nakulisha wewe na kununulia nguo wewe. Kwa hiyo, sitaki ajue kitu chochote kinachoendelea kati yangu mimi na wewe. Nimemtambulisha kuwa wewe ni houseboy wangu na ibaki kuwa hivyo. Sijui umenielewa? Alafu, kama hapa pamekushinda, unaweza kuondoka. Siwezi kukaa na mwanaume ambaye namhudumia kila kitu mimi, wewe yupo tu. Kiukweli mpaka sasa hali ya baba yangu haipo sawa kabisa, lakini siwezi kukata tamaa kwa sababu mimi ndo mtoto wa kiume nilobakia ambaye inahitajika nimsimamie baba yangu kwa hali na mali. Yaani imefika stage mzee sasa hivi ni mtu wa kulala kitandani tu. Kiukweli hili jambo linaniumiza sana, ila siwezi kukata tamaa kwa sababu ndio baba yangu na mimi ndiye mtoto ambaye ananitegemea. Jay, mimi nikuombe kitu. Usikate tamaa. Unajua kama Mungu alipanga babako awe hivyo,
naamini yeye ndo mpanguzi wa yote. Kwa hiyo usikate tamaa kwa kila kitu. Baba yako anakutegemea. Pia vipi kuhusu mama yako? Bado yupo vile vile ama amebadilika? Swala la mama hapo umezungumza swala ambalo ni gumu sana kwa upande wangu. Yaani kiukweli mpaka sasa hivi mama bado ananichukia. Kila nikijitahidi kujishusha kwa upande wake inakuwa ni ngumu. Haonyeshi upendo wala kunijali kwa chochote kile. Na yote hii inatokana kwa sababu baba ameniachia mimi umiliki wa kusimamia ofisi zake zote. Kwa hiyo hili swala kwa upande wake mama limemuumiza sana. Na anatumia kila design ya njia ili aweze kunikwamisha. Lakini nashukuru Mungu kwamba mimi mtu ambaye natumia hekima nyingi sana na busara ili niweze kuepukana naye. Lakini ingekuwa mimi mtu wa kupaniki, mpaka sasa ningekuwa nimeangukia pabaya. Inatosha Salma. Inatosha. Salma, inatosha Salma. Nimeshachoka hivi dharau na manyanyaso. Mbona kipindi ambacho nina hela ulikuwa unaniheshimu na kunipenda kama mwanaume wako? Leo hii unafikia hatua kunitangaza mimi houseboy kweli? Siku zote utavumilia dharau, lakini mwisho wa siku utachoka tu sana. Mimi niseme asante sana. Lakini Salma, nina ombi moja tu kwako. Moja tu. Hivyo vitu ambavyo viko ndani nitaviacha kwa sababu umenunua wewe. Na hizi nguo nitaenda nazo, lakini nitakurudishia nguo zako. Nimechoka haya manyanyaso sana. Inafikia hatua unaniletea wanaume ndani na unalala nao kwenye kitanda changu nilichokuwa nalala mimi na wewe Salma. Niseme asante sana. Asante sana sana. Sisifunika kombe mwanalamu apite, ilo mimi nakataa. Yalonikuta ni makubwa, nimeshindwa. Umepanda dao, ndio maana siku hizi unanidharau. Sina kitu au, ndio maana unanitesa. Pole sana. Najua yote unayopitia ni magumu. Ila wewe ni mwanaume, unahitaji kupambana. Na isitoshe babako anakutegemea, ndio maana akakuchagua. Kwa hiyo pambana. Usikate tamaa. Asante sana Asia. Nashukuru kwa ukarimu wako na kuendelea kunishauri katika kila hatua ambayo naipiga. Asante sana. Ila kuna jambo nahitaji kukwambia. Kwa sababu jana usiku kipindi ambapo nafanya review ya material ambayo tumeachiwa, kuna jambo lilinishtusha sana. Kiasi ambacho nilikuwa nimejawa na hofu. Si umeelewa? Nilikuwa nimekaa sebleni kama nilivyokuambia. Napitia material yangu kwenye PC. Mara ghafla nikasikia mlango unagongwa. Mbona umeganda? Namwangalia yule dada. Dada gani sasa? Mimi sioni kitu pale. Ina maana wewe umeona? Sioni chochote, nashangaa wewe sasa sijui unaona nini dada gani sasa? Mbona mimi simuoni mtu yoyote pale? Okay. Basi tutakutana kesho tu.
Wewe umefikaje hapa eh? Kwani mimi si nilikuacha kule? Na halafu kwa nini ulikuwa unaninyamazisha? Kwani ulikuwa unajua kitu gani ninachotaka kuzungumza? Ndiyo, nilikuwa nafahamu. Ulitaka kuzungumza kitu ulichokiona usiku. Maana yangu kunyamazisha kile kitu ulichokiona usiku itabaki kuwa ni siri yako tu. Sitaki umwambie mtu mwingine yeyote. Nisimwambie mtu yeyote? Sasa kwa nini nisimwambie mtu yeyote? Alafu unaonekana unanifuatilia kutoka kule mpaka hapa nilipofika. Kwani unahitaji kitu gani kutoka kwangu? Mbona sikuelewi? Najua umechoka sana na masomo. Na nyumbani kwenu una mgonjwa unayemwahi. Nenda tu kamwahi mgonjwa, tutaongea baadaye. Kufuri limefunga wengi katika dunia na vingi vitimbi. Kufuri. Hivyo mzee, umenioa mimi mundani kama pambo au kijakazi wako? Kwa nini unasema? Mimi ni mkeo, lakini umenifanya kama pambo kwa sababu hali uliokuwa nayo sasa hivi majukumu yote utakiwa unipe mimi. Lakini nashangaa majukumu yote umempa mtoto wako. Una maana gani? Kitu gani unakosa wewe wakati mwanangu ndo anasimamia? Sina maana kama nakosa kitu, ila kama unanizalaulisha. Yaani thamani yangu haionekani kama mke. Haiwezekani mimi mke wako nipo na kusaidia kila kitu mundani, lakini majukumu yale yote, mali zote umempa mwanao asimamie. Shida ni kusimamia mali zangu, si ndio? Sasa mimi akili zangu na mawazo yangu na kila kitu changu nimempa mwanangu. Najua kabisa wewe kila kitu unachokihitaji unakipata kila kwa wakati. Kinachokusumbua wewe ni una shida gani zaidi ya hiyo? Sababu si mke wangu. Unakula kwa wakati, unachokitaka unakipata. Shida iko wapi? Au shida kukusimamia mali? Basi mimi hapa ninavyoona sina thamani yoyote. Nimekuja tu kama mfanyakazi kufanya kazi. Sasa kama unaona sahihi ulichokifanya, kumpa mwanao mali zote na majukumu yote asimamie yeye, basi na wewe akusimamie kila kitu chako. Kuanzia usafi wa mwili wako, takataka zako zote azitoe, hadi kinyesi akusafishe yeye na sio mimi tena. Wengi wamejawa tamaa kwenye hii dunia, wanathamini pesa, mali, wanasahau utu binadamu, imetawala vita. We vipi? Si nikwambia usinitafute mpaka nikutafute? Mimi nataka nijue nini kinaendelea huko. Umefikia wapi? Nisikilize, nilishakwambia nitakutafuta. Yaani kwa ufupi hapa nilipo nimeshafanikiwa kuingia kwa Salma. Na mpango unaenda kama tulivyopanga. Umeelewa? Sawa, mimi nimekuelewa, lakini ninachohitaji ni jibu zuri kutoka kwako. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Ondoa shaka kuhusu hilo. Sawa sawa. Mimi nitamaliza kila kitu, alafu baadaye mimi na wewe tutaongea. Sawa? Sawa, mimi nimekuelewa. Wengi wamejawa tamaa kwenye hii dunia, wanathamini pesa, mali, wanasahau utu binadamu, imetawala vita. Vipi? Sijakuzoea kukuona katika mazingira haya. Kuna shida gani ambayo umekukuta? Lakini naweza nikasema sio jambo kubwa sana. Kitu cha msingi ambacho nimefika, nahitaji kujua ni kitu gani umenitia hapa. Je, kama ulivyotangulia kusema, umenikuta mazingira ambayo hujazoea kunikuta. Je, mimi nina matatizo, tena na matatizo makubwa sana, makubwa mno.
Kama unavyojua ndugu yangu, mimi nilikuwa na kazi na pia nilikuwa naishi na mwanamke. Leo nimeamini wanawake sio watu wa kuamini. Baada ya kazi yangu tu kupotea, yule mwanamke amebadilika kabisa. Amekuwa sio yule ambaye mimi namjua. Je, inafikia hatua yule mwanamke ananiingizia wanaume ndani ya nyumba na kuitwa mimi ni mfanyakazi? Je, ni maumivu kiasi gani nayapitia mimi kama mwanaume? Hiki kitu kimeniumiza sana, na ndio maana nikaamua nianzishe mwanzo mpya wa maisha yangu, na ndio maana umenikuta hapa. Da, pole sana ndugu yangu. Asante sana. Ila sisi sote tuna matatizo, japokuwa matatizo yetu yanatofautiana. Kiukweli hata mimi hapa unavyoniona, mzee wangu yupo kwenye kipindi kigumu sana. Yaani namaanisha ni mgonjwa, ni mtu wa kitandani tu muda wote. Lakini uwezi amini, mzee anauma sana, na imefikia stage mpaka yeye kunikabidhi mimi biashara zake ili niweze kuziendesha. Lakini labda tu nikutoe hofu katika hilo ndugu yangu. Mimi ndugu yangu, ni rafiki yangu. Siwezi nikakuacha uko katika hali hii, kwa sababu nimepewa idhini na jukumu la kusimamia biashara za mzee. Basi nitahakikisha na kupambania ili niweze kukupatia kazi. Je, sijui nikwambie asante au nikwambie pole, lakini vyote. Asante sana, lakini pia pole sana kwa kuguliwa na mzee. Usijali kuhusu hilo. Vipi tena mwenzangu? Mbona unakaa pembeni? Sikiliza sister. Ule mchongo wetu wa mara ya kwanza, nahisi kama vile umefeli. Tulimpa dawa yule mzee, nia na mazumuni mali zote tuzimiliki sisi. Lakini baada ya kuumwa tu, mali zote akamilikisha mwanao. Na sio target yetu. Target yetu mali zote tumiliki sisi. Sawa? Na sio yule aliyommilikisha. Hivyo basi, nimekuja na mchongo mwingine. Mchongo gani? Nisikilize. Nimekuja na sumu. Sumu? Itabidi umwekee dogo kwenye chakula. Sawa? Nia na mazumuni tumalize. Sasa una hakika mchongo wako utafanikiwa kweli? Kiwa kwa sasa hivi. Utafanikiwa kama ukiwa tayari. Kikubwa kuwa makini. Unasoma? Nakusoma. Kama nilivyokuambia, hiyo ni sumu. Hakikisha unaweka vizuri kwenye chakula na asije akastukia. Sawa? Basi sawa, mimi nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyoniambia. Si fresh. Acha mimi niende. Haya poa. Limefunga wengi katika dunia na vingi vitimbi, kufuri